Wanawake waliozaliwa katika familia kifukara huwa ni rahisi kufanya mambo haya matano kwa maana hawana msimamo. Wanawake waliozaliwa katika familia kifukara huwa wana msimamo katika kuongea, lakini katika msimamo wa uhalisia hawana. Kwa hiyo huwa ni rahisi kufanya mambo haya matano ambayo nitaweza kuyataja, hata kama atakuwa anakuaminisha kwamba mimi siwezi kuyafanya, lakini fahamu kabisa kwamba mwanamke aliyezaliwa katika familia kifukara huwa ana msimamo kwa mwanaume mwenye pesa au kwa mwanaume ambaye anamhudumia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba huwa ni rahisi kufanya mambo haya matano. Jambo la kwanza kabisa, kuliwa jicho. Mwanamke aliyezaliwa katika familia kifukara huwa ni rahisi sana kuliwa jicho pasipo yeye kupenda. Yaani mwanamke anaweza kana sema mimi sipendi kuliwa jicho, lakini kwa sababu mwanamke aliyezaliwa katika familia kifukara hana msimamo, huwa ni rahisi kuliwa jicho pasipo yeye mwenyewe kuridhia, lakini kwa sababu ya mwanaume kumforce huwa ni rahisi kuliwa jicho. Na 99% wanawake waliozaliwa katika familia kifukara, wengi wao wametatuliwa marinda kwa sababu ya ufukara wao. Yaani sio kwamba walikuwa napenda, wamefosiwa kwa sababu ya ufukara wao. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo ni rahisi kulifanya. Na pia jambo lingine, kufanyishwa mapenzi na wanyama. Ni muhimu sana kuweza kujua kwamba wanawake waliozaliwa katika familia kifukara huwa ni rahisi kufanyishwa hili jambo kwa sababu ya pesa au kwa sababu ya kuhudumiwa. Ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Na pia jambo la tatu, kufanyishwa mapenzi na wanaume, yani zaidi ya mwanaume mmoja kwa wakati mmoja. Hili au mtungo. Hii ni mojawapo ya jambo ambalo wanawake waliozaliwa katika familia kifukara huwa ni rahisi kulifanya. Na pia jambo lingine la nne ni kunyonya muogo wa mwanaume. Wanawake waliozaliwa katika familia kifukara, hata kama anakinyaa, hata kama hapendi, huwa ni rahisi kufanya hilo jambo. Haijalishi akiwa anaongea kwako kwamba mimi siwezi kunyonya muogo wa mwanaume, ni maneno tu ya kawaida. Lakini wanawake waliozaliwa katika familia kifukara, hata kama hawapendi, huwa wanafosiwa, aidha kwa pesa, aidha kwa kuhofia namna, yani kuhofia kwamba hatahudumiwa. Kwa hiyo unakuta anamnyonya mwanaume muogo wake pasipo yeye kuridhia. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kwa mwanamke aliyezaliwa katika familia kifukara. Na pia jambo lingine ni kulazimishwa kufanyishwa, yani kulazimishwa kufanya mapenzi na mambo, yani kufanyishwa mapenzi ambayo yeye hayataki. Mfano kubakwa, kwa yani kuingiliwa kwa nguvu. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo mwanamke aliyezaliwa katika familia kifukara huwa ni rahisi kufanyiwa kwa sababu hawana msimamo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. 99% wanawake walizaliwa katika familia kifukara wamefanyiwa haya mambo kwa sababu ya kushindwa kuwa na msimamo halisi katika maisha halisi. Huwa na msimamo kwenye mdomo, lakini kwenye maisha halisi hawana.